Jioni hiyo Victor alipokea bahasha nyingine. Ndani yake hakukuwa na barua. Kulikuwa na ufunguo wa zamani wa chuma na karatasi ndogo iliyoandikwa, ukitaka jina lililofutwa, nenda kwenye benki ya uhifadhi ya Mlimani, sanduku namba 27, nenda peke yako. Chini ya ujumbe kulikuwa na sahihi moja tu, M. Victor. Alitazama ile sahihi kwa muda mrefu. Modest. Ni siku nyingine tena, mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Hamasa ya Simulizi. Ninakuletea sehemu ya 10 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Biashara Chafu. Jina lililofutwa. Kulikuwa na ukimya mzito ndani ya gari. Victor Mloe aliendelea kuutazama ukurasa wa mwisho wa barua ya baba yake. Sehemu ya chini ilikuwa imechanwa kwa ustadi mkubwa, kana kwamba mtu alihakikisha jina muhimu halingewahi kusomwa. Hasira zikaanza kumtawala Victor. Akakunja ile barua kwa nguvu. Haiwezekani! Kuna mtu alifanya hivi makusudi. Juma Chuma aliyekuwa akiendesha gari hakusema chochote. Aliendelea kuangalia barabara. Baada ya dakika kadhaa, Victor akavunja ukimya. Juma. Ndiyo, Juma aliitika. Ulikuwa unamfahamu baba yangu? Victor aliuliza. Juma alikaza usukani. Ndiyo. Victor akamgeukia haraka. Kwa nini hukuniambia? Juma akavuta pumzi ndefu. Kwa sababu nilimwahidi. Nani? Joseph. Victor akabaki kimya. Siku chache kabla hajafa alinifanya niape jambo moja. Jambo gani? Kukuweka mbali na vita hii mpaka utakapokuwa tayari. Victor akatikisa kichwa kwa hasira. Mimi tayari nipo katikati ya vita na kila mtu ananificha ukweli. Juma hakupinga. Alijua Victor alikuwa sahihi. Wakati huo huo, katika jengo la siri la kivuli, kiongozi aliyekuwa akivaa barakoa ya chuma alikuwa amesimama mbele ya ramani kubwa ya Afrika Mashariki. Mbele yake kulikuwa na picha 4: Salim, Hamza, Modesti na Victor. Akachukua picha ya Victor, akatabasamu. Huyu ndiye mrithi. Mmoja wa wasaidizi wake akashangaa. Mrithi wa nini? Akauliza swali. Kiongozi hakujibu. Badala yake akasema, andaa operesheni kurithi moto. Kuanza lini? Kesho usiku. Na lengo? Kiongozi akasema kwa sauti nzito. Victor lazima achague upande. Akichagua vibaya, vita vitaanza rasmi. Asubuhi iliyofuata, Neema alikuwa amepata kibali cha kuingia kwenye ghala la zamani la polisi lililokuwa limefungwa kwa miaka mingi. Aliandamana na Kevin. Ndani kulikuwa na mafaili
Ndani kulikuwa na mafaili. Ndani kulikuwa na mafaili yaliyofunikwa na vumbi. Baada ya kutafuta kwa zaidi ya saa moja, Kevin akapaza sauti, Neema, nimepata kitu. Neema akakimbia. Kevin alikuwa ameshika kaseti ya video ya zamani. Juu yake kulikuwa na maandishi yaliyofifia, bandari ya kale, ushahidi. Neema akapanua macho. Hii ndiyo operesheni ambayo kila mtu anaificha. Wakaamua kuitazama mara moja. Walipowasha kifaa, picha za ukungu zilianza kuonekana. Kamera ilionyesha ghala la zamani usiku. Wanaume 5 walikuwa wakibishana kwa sauti kali. Picha haikuwa wazi, lakini baada ya sekunde chache Neema aliwatambua: Salim, Hamza, Joseph na Modesti. Lakini mwanaume wa 5 alikuwa amesimama mgongo ukiwa umeelekea kwenye kamera. Uso wake haukuonekana. Ghafla mlio wa risasi ulisikika kwenye video. Kamera ikaanguka chini. Sekunde chache kabla video haijakatika, mtu wa 5 aligeuka kidogo. Uso wake haukuonekana vizuri, lakini mkononi alikuwa amevaa pete yenye alama ya nyoka aliyekunja mwili wake. Neema akasimamisha video. Hiyo pete? Kevin akauliza. Unaijua? Neema akatikisa kichwa. Niliona. Wapi? Kevin akauliza. Kwenye mkono wa yule kiongozi wa kivuli. Wote wawili wakatazamana. Kama walichokiona kilikuwa kweli, basi kiongozi wa kivuli alikuwa mmoja wa watu 5 walioanzisha mtandao huo miaka 25 iliyopita. Na kama alikuwa ameficha utambulisho wake kwa muda wote. Jioni hiyo Victor alipokea bahasha nyingine. Ndani yake hakukuwa na barua. Kulikuwa na ufunguo wa zamani wa chuma na karatasi ndogo iliyoandikwa, ukitaka jina lililofutwa, nenda kwenye benki ya uhifadhi ya Mlimani, sanduku namba 27, nenda peke yako. Chini ya ujumbe kulikuwa na sahihi moja tu, M. Victor. Alitazama ile sahihi kwa muda mrefu. Modesti. Je, inawezekana kweli Modesti alikuwa bado hai baada ya mlipuko wa kiwandani? Na sanduku namba 27 lilikuwa limehifadhi siri gani ambao watu wengi walikuwa tayari kuua ili isijulikane? Majibu ni hapa hapa Hamasa na Simulizi. Tunakwenda mapumziko, tukirudi majibu ni hapa hapa. Baki nasi. Sanduku namba 27. Usiku ulikuwa umetulia, lakini ndani ya moyo wa Victor Mloe hakukuwa na utulivu hata kidogo. Aliendelea kuzungusha ule ufunguo wa zamani mkononi mwake. Ulikuwa mzito kuliko ulivyoonekana, ukiwa na alama ndogo ya tai iliyochongwa pembeni. Alikumbuka maneno yaliyokuwa kwenye karatasi, ukitaka jina lililofutwa, nenda kwenye benki ya uhifadhi ya Mlimani, sanduku namba 27, nenda peke yako.
Victor akajisemea kwa sauti ya chini, huu unaweza kuwa mtego, lakini pia unaweza kuwa mwanzo wa ukweli. Hakumwambia Salim, hakumwambia Juma, hakumwambia mtu yeyote. Asubuhi iliyofuata, benki ya uhifadhi ya Mlimani ilikuwa tulivu. Wateja walikuwa wachache na walinzi walikuwa wakikagua kila aliyeingia. Victor aliingia akiwa amevaa miwani nyeusi na kofia. Alisogea kwenye kaunta. Nahitaji kufungua sanduku la kuhifadhia mali. Mhudumu akatabasamu. Namba gani? Victor akatoa ule ufunguo. Namba 27. Uso wa mhudumu ukabadilika ghafla. Samahani, tafadhali subiri hapa. Akaingia kwenye ofisi ya meneja. Baada ya dakika 2, meneja mwenye mvi nyingi alitoka. Alimtazama Victor kwa makini. Wewe ni Victor Mloe? Victor akashtuka. Unanijuaje? Meneja hakujibu. Badala yake alisema, nifuate. Waliteremka hadi sehemu ya chini ya benki. Kulikuwa na mlango mkubwa wa chuma uliofunguliwa kwa alama za vidole na namba ya siri. Ndani yake kulikuwa na mamia ya masanduku ya kuhifadhia mali. Meneja akasimama mbele ya sanduku namba 27. Akamwonyesha Victor. Hili limekuwa hapa kwa miaka 25. Ni nani aliyeliweka? Victor aliuliza. Meneja akatikisa kichwa. Siruhusiwi kusema, akamjibu Victor. Lakini kabla hajaondoka, alimnong'oneza Victor. Baba yako alisema siku moja ungekuja. Victor alihisi moyo wake ukisimama kwa sekunde. Mara baada ya meneja kutoka, Victor akaingiza ule ufunguo. Sanduku likafunguka. Ndani kulikuwa na vitu vitatu: bastola ya zamani yenye maandishi JM, daftari jeusi lililochakaa, bahasha kubwa iliyofungwa kwa nta nyekundu. Victor akaanza na daftari. Alipolifungua, ukurasa wa kwanza uliandikwa kwa mwandiko wa baba yake. Hii ni orodha ya watu wote waliohusika kwenye operesheni bandari ya kale. Victor akaanza kupitia majina: Salim, Hamza, Modesti, Joseph Mloe. Kisha jina la 5 lilikuwa limefunikwa kwa karatasi iliyogandishwa. Victor alipojaribu kuiondoa, alisikia hatua za miguu zikikaribia. Upande mwingine wa benki, Juma Chuma alikuwa ameegesha gari. Alikuwa ameamua kumfuata Victor kwa siri. Akiwa anakaribia mlango wa benki, simu yake ikaita. Ilikuwa Salim. Juma. Ndiyo bosi. Victor yuko wapi? Juma akasita. Yuko. Salim akakata kauli. Usimdanganye. Nimeona GPS ya gari lake. Juma akashusha pumzi. Yuko benki ya uhifadhi. Kisha kikatawala.
Kimya kikatawala. Baada ya sekunde chache, Salim alisema kwa sauti nzito, "Chelewa kidogo." Juma akashangaa. "Kwa nini?" akauliza. "Nataka ajionee mwenyewe ndani ya chumba cha masanduku." Ndani ya chumba cha masanduku, Victor akaivuta ile karatasi kwa nguvu. Hatimaye ikang'oka. Jina la 5 likaonekana wazi. Lakini kabla hajalisoma vizuri, taa zote zikazimika. Pa! Giza nene likatawala. Pa! Giza nene likatawala. Kengele ya tahadhari ikaanza kulia. Wii, wii, wii. Victor akatoa bastola yake. Sauti ya mtu ikasikika gizani. "Usisogee." Victor akageuka. "Wewe ni nani?" Sauti ile ikacheka. "Umefika karibu sana na ukweli, na ndio maana lazima ufe." Ghafla mwanga wa tochi ukamulika uso wa mtu aliyesimama mbele yake. Victor alipigwa na butwaa kwa sababu mtu huyo alikuwa Modesti, lakini alikuwa amemlenga bastola moja kwa moja kifuani. Macho yake hayakuwa na huruma. Akasema kwa sauti nzito, "Samahani mwanangu, hakuna njia nyingine." Inaendelea. "Samahani mwanangu, hakuna njia nyingine." Inaendelea sehemu ya 11. Risasi ya kwanza. Usikose. Usisahau kuacha maoni, kusubscribe, kushare channel yetu ya Hamasa na Simulizi ili kwa pamoja tubaki mahali hapa hapa kama wanafamilia hai wa Hamasa na Simulizi. Asanteni kwa kunisikiliza.